Karibu kwenye channel yangu ya Dalton Design, na leo nitakufundisha namna kutengeneza poster ya michezo. Unachotakiwa kufanya ni kuwa karibu na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili usipotezi hatua hata moja. Na tunachotakiwa kufanya, tutaenda kwenye file new, tunatengeneza document mpya. Nitaipa jina hapa kwenye name, nitasema labda sport, alafu nitaenda na 1350 1080 kwa 1350 1080 1080 kwa 1350. Kwa hiyo ndio workspace yetu tutakayoenda nayo. Kitu cha kwanza kabisa tunachofanya, nitatumia picha ya mchezaji au ya mchezo. Napendaga kutumia kwenye poster za sports, napenda kutumia picha kwa sababu inakupa design nzuri na ambayo inakuwa haina mambo mengi. Kwa hiyo nitaenda kwenye file and then nita open. Nitachukua picha yangu, nitaweka. Kama unavyoona picha yetu jinsi ilivyo. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya hapa, itabidi ni select picha ili ni zitengane picha na background. Nataka picha ya mtoto hapa. Kwa hiyo nitachokifanya, nita select ili zitengane picha na background. Kwa hiyo tutakuja kufanya selection. Tutakuja kwenye select subject. Nataka picha na background zitengane ili nipate nafasi ya kufanya vitu vingine au kufanya vitu vingi zaidi ili tusiingilie picha yetu. Kwa baada ya kuselect hapo, naona mpira bado huja select, kwa nitatumia W shortcut. After then nita select mpira. Hapa tuko makini kidogo, usi select sehemu ambayo sio ya mpira. Nitacheki kama hivyo, nita zoom in kuangalia details zote. Kama nimeselect, nitakuja kwenye picha yangu, nitacheki hapo, naona ipo sawa juu, ipo sawa. Kwa utahakikisha picha yako umeselect vizuri. Hakuna sehemu ambayo selection imetoka nje au imeingia ndani sana ya picha. Baada ya hapo uta control J kuduplicate. Kwa hapa tuna layer mbili. Tuna layer ya picha yenyewe ya mtoto ambayo ndio hii hapa, na tuna layer ya background ambayo ndio hii hapa. Kwa hiyo tunachotakiwa kufanya, tutachukua hizi layer zote. Utabinya shift, utagusa na ile ya chini. Alafu tutazileta zote hapa kwenye hii poster yetu ya sport. Baada ya zikisha kuja hivyo, nitabinya control T, nita transform. Nitaipunguza kidogo ukubwa ili picha ikae katikati udogo kama unavyoona hapo. Ishushe chini kidogo ili kupisha nafasi ya maneno. Maneno nitaweka kwa juu. So nita scale kidogo hapo ili kupisha nafasi ya maneno. Kama hapo. Tabinya okay. Baada ya hapo nitaiedit picha yangu ya juu. Maana kumbuka tuna picha, tuna layer mbili. Kuna hii ya juu ambayo ndio ya mtoto, alafu kuna hii ya nyuma yake ambayo ndio background. Kwa nitachukua ile ya juu, nitaenda kwenye filter. Camera raw filter. Nataka niweke sawa make na brightness kali sana. Kwa turekebishe ili iwe vizuri zaidi. Kwa nitaiongeza saturation kidogo, then nitapunguza hizi brightness, darkness and white and black. Kwa nitachezesha hapo ili nipate picha yangu nzuri. Chezesha kama unavyoona hapo. Utaitengeneza picha, utaedit picha hapo kutokana na kitu unachokitaka wewe.
iweje. Kwa mimi ninachotaka naona ni kama inakuwa hivyo. And then nitaongeza kidogo saturation na vibrance kama hivyo. And then nitabini okay. Nafikiri umeona picha yangu ilivyokuwa before and after. Kwa hiyo baada ya hapo nitabinya layer ya nyuma hii, alafu nitaibrush. Kabla sijaibrush nitaimask kwanza. Baada ya kuimask, then utabinya B kwenye keyboard ambayo ni brush. Utapunguza size ya flow, make sure ipo kwenye 50 chini ya 50. Kwa mimi nitaweka 21. Hardness itakuwa 0 and then tuta brush. Unafuta huu mstari ambao umetenganisha ile ya nyeupe juu na hii ya background yetu. Kwa hiyo utafuta. Mwisho ni kwa huyu mtoto hapa kwenye kichwa cha mtoto, and then baada ya hapo tumemaliza. Tutaanza kuweka maneno yetu sasa. Tutaandika kwa mfano natengeneza poster ya Ilala Beach Volleyball. Kwa nitaandika hapa bila text and then nitaandika Ilala Beach Volleyball. Ilala Beach. Nitakuza text yangu nione kama hivyo, and then nitaiweka hapa. Sasa nataka maneno yangu ni ya warp kidogo, yawe na shape kama la kupinda hivi, yani yapinde kidogo, yani juu ya vimbe katikati ya ingie kwa ndani kidogo. Kwa hiyo nitagusa text yangu afu nitabenya control T transfer. Nitai transform. Kwa hiyo nitakuja kwenye warp. Baada ya hapo nitakuja kwenye arc. Alafu nitakuja kwenye option ya badge. Kwa hiyo nitaifinya iende ndani sasa. Sitaki irudi nje kama hivi. Kwa kidogo hivi ya Ilala Beach Volleyball. Ilala Beach. Hapo. Naona kama imekuwa ndani sana, kwa hiyo nitabinya control Z, alafu then nianze upya tena. Imekuwa kali sana, kwa hiyo nitabinya transform, left click and then warp. Nitatafuta hiyo option ya badge and then nitaivuta ndani kidogo. Nitaivuta ndani ya mathalan hapa, and then nitabinya okay. Alafu hapa nitaisogeza juu kidogo, pia nitaipunguza size. Nitashusha size ibaki hapo bado kubwa. Kwa nitai control T and then nitai transform kidogo hivyo and then okay. Nataka hii maandishi yangu ya beach yakae center ya kushoto na kulia. Kwa cha kufanya nitabenya control A, nita select poster nzima, alafu nitakuja huku juu kwenye hizi alignment, nitabenya alignment ya center, nitabenya control D select, alafu then hapo Ilala Beach. Sasa neno volleyball nataka nimelichukua sehemu volleyball ambalo ndo lina ubunifu zaidi. Kwa hiyo nitakuja kwenye file, nitaiplace. Nitakuja kwenye file, place embed. Nitakuja kwenye download hapo, utachukua neno volleyball kama unavyoona hapo. Kwa hiyo nita remove background nyeupe. Kwa hiyo nitakuja kuchukua tool hapa, magic erase tool inaitwa, and then nita click sehemu ambayo sitaki kwenye ile nyeupe kama unavyoona. Alafu pia nitatoa hii ya ndani, nataka ibaki
kama stroke tu. Kwa nita click hivyo. Nataka nibaki na stroke nyeusi peke yake, nita zoom in and then nitaipandisha juu kidogo kugusa hizi sehemu ambazo ni ndogo zaidi. Nita deselect kama unavyoona hapo. And then baada ya hapo nitaweka juu kidogo, then nita scale, alafu nita rotate kidogo kama yamekaa upande. Nita rotate and then nita scale ili yawe sawa na ile neno letu la beach, Ilala Beach. Nitaweka ukubwa huo, nitabinya enter, then nitawapa color overlay. Nataka iwe na yenyewe ready. Kama hivi, Ilala Beach Volleyball. Hii nitaipandisha juu kidogo, alafu hii na yenyewe itafuatia pia kama unavyoona hapo. Sasa kuna neno lingine natakiwa niliweke hapo, natakiwa liwe Ilala Beach Volleyball School Tournament. Kwa nataka school tournament izunguke mpira yani. Kwa nitaandika kwanza maneno yangu school tournament, nita type hapa school nitaandika school tournament. And then baada ya hapo nitabinya tiki, alafu nitapa rangi nyeusi kwanza ili niaone vizuri. Alafu nita transform, nitaongeza ukubwa kidogo. Niangalie kwenye uandishi kama hapo sawa. School tournament. School kuna R hapa nitakayewepo tournament ya kama hivyo. And then nataka hii school tournament ibendi kwenye tumbo la mpira, kwa nitaileta hapa and then kwanza nitaipunguza ukubwa, ni kubwa sana. Kwa nitashusha iwe ndogo kidogo, nitaipunguza tena mathalan iwe kama hapa, alafu nitai transform kama hii huko tulivyofanya. Kwa nitakuja kwenye kuiwap, nitakuja kwenye arc and then nitakuja kwenye arc, alafu nitaibendi. Sasa hii tunaibendi iwe sawa na shape ya tumbo la mpira. Nitaibendi kama hivyo, alafu nitabinya okay. Nitaselect, inabidi nipunguze ukubwa ili iendane size na shape yetu ya mpira. Nitaitransform kidogo, Ctrl Z. Nitapunguza size kidogo
and then nitalileta hapa. Nataka liingie ndani hapa. Kwa cha kufanya nitaendelea kuipunguza size mpaka iwe sawa na hii sehemu yenye mpira hapa. Nafikiri hapa, and then nitaipandisha juu sasa. Pia maneno hayajalingana. Scroll ilipoanzia na till ilipoishia, nikiweka rula hapa yapo sawa. Kwa hiyo nitaipandisha juu kidogo. Kwa hiyo nasemeka Ilala Beach Volleyball School Tournament. Nitapa rangi nyekundu, lakini nyekundu ambayo ina dark kidogo tofauti na kama hivyo. Au then tabia okay. Nafikiri unaona poster yetu inazidi kubadilika kadri tunavyozidi kufanya kitu. Hii nitaishusha chini kidogo. Nitakuja nitaipa red yenye dark kidogo kwa mbali. Yes, kama hivyo. Baada ya hapo nitaanza kuweka details zetu sasa. Muda, mahali, wapi. Kwa hiyo nitaweka gradient chini ambapo ndo tuweke details zetu. Kwa hiyo nitakuja kwenye hizi option huku chini, nita click afu then nitakuja kwenye gradient. Itakuja kama hivyo, nitaiongeza kidogo. And then nitabinya okay. Gradient nitaipandisha juu. Ibaki kama hivyo. Sasa itabidi nifute juu ili hii picha ya mtoto ionekane vizuri, mfano kwenye usoni na kwenye mikono. Kwa hiyo nitakuja kwenye blank layer ya kwenye gradient. Nitagusa hii blank layer alafu then nitabinya B kwenye keyboard ambayo ni brush. Kwa hiyo nitaanza kufuta. Kama unavyoona mtoto kwenye sura anaanza kung'aa. Kwa hiyo nitaishia hapa kwenye mikono kwa sababu huku chini tutaweka details. Baada ya hapo nitaandika venue ni wapi. Nitakuja text nitaandika venue. Venue ni Kampala, mfano maybe Kampala Ground Gongo la Mboto. Labda tufanye Mkapa Stadium, kwa hiyo nitaandika venue Mkapa Stadium. Mkapa Stadium Temeke, kwa hiyo nitaandika Temeke. And then nitabonyeza okay. Sasa hapa nitabadilisha fonti, situmii tena hii fonti ndefu, nitatumia fonti ya kawaida, nitatumia Montserrat. Kwa hiyo nitasearch hapa Montserrat. Hii hapa imekuja, kwa hiyo nitatumia Montserrat. And then baada hapo nitapa maneno yangu rangi nyeupe ili yaonekane vizuri. Nitapunguza size kidogo maana imekuwa makubwa sana. Nitapunguza size afu then nataka iwe medium size kama hivyo. Utavuna venue Mkapa Stadium Temeke, and then nitaweka muda. Nita duplicate hapa kwenye venue, nitaandika time. Nitaandika time afu hapa nitaandika muda, mathalan saa 8 mchana, saa 8 kamili AM mpaka mathalan saa 12 jioni. Saa 12 jioni. Hapa mbele nitaweka tarehe. Kwa nitaweka hash, nitaweka slash, nitaweka hii slash kubwa. Nitaweka slash kubwa.
au nitaweka slash afu nitaandika maybe ifanye tarehe 20/20/26. Tarehe 20 labda mwezi wa pili mwezi wa pili 2026. And then nitabinya okay. Nita arrange yakae center hapa kwenye tarehe hapa. Ngoja nifute hii tarehe maana imezidi sana, kwa hiyo nitatafuta sehemu nyingine ya kuiweka kwa chini. Kwa hiyo nitaweka center, alafu nitatafuta icon ya venue na icon ya time. Kwa hiyo nitatafuta icon ya venue, nitaweka icon zangu mbili baada ya hapo, and then nita scale ili control Z, nita scale ili niziselect. Kwa hiyo nitabinya ya kwanza, nitarudia kwenye magic tool, magic brush, nitaondoa background, nitakuja na pili, nitaiondoa background, itabaki kama hivi. Hii nita clip off, nita brush. Kuna maneno chini madogo madogo ambayo hayaonekani, nitafuta haya, niongeze size hapa, then nafuta, alafu nita scale iwe ndogo. Yawe madogo, icon ziwe ndogo size ya maneno. Kwa hiyo nitaweka hapo, then na hii nita scale iwe ndogo sawa na hiyo size ya icon ya stadium. Nita scale mathalan size hii, and then nitashikalia zote mbili, nitazigroup, alafu nitakuja kuzipa color overlay, nazipa color nyekundu kama zile za juu. Sasa iwe nyekundu ambayo inang'aa, sio dark. Kwa hiyo itakuwa nyekundu ambayo ni inawaka kama hivyo, and then nitabinya okay. Nitasogeza maneno yangu, nitaweka center, nitabinya control A, nitaselect poster nzima, afu nita align center, na hii text ya pili pia yenyewe nita align center, alafu nita deselect hii, shuke chini kidogo, and then na maneno yaje yaanzie hapa, inabidi maneno yote yaanzie hapa. Kwa nitakuja hapa, nitaongeza, labda nitaweka mwaka, nitaweka 2026, and then nitabinya okay. Kwa hii time itapanda juu kidogo, icon nitaipunguza size kidogo ya muda, nita scale kidogo ya, alafu nitaweka katikati, nataka niweke kiline kifupi ambacho chembamba, ambacho kitenganishe hizi information mbili. Nitachukua rectangle, alafu then nitachora hapo katikati. No, nataka rectangle, sitaki duara. Kwa nitachora hapa katikati kama unavyoona, kiwe kifupi, kisifiki mwisho, la kisianze mwanzo kabisa. Kwa nataka kiwe chembamba kama hivyo. Nitazima stroke, alafu nitaipa rangi nyeupe, kwa nitaipa white kama hivyo. Nitaondoa hii red rectangle, nitaipa white. Kuna layer nimeselect sio, ngoja
nitaipandisha juu, nimeweka kwenye layer ndio maana imekuja color overlay. Kwa hiyo nitaipandisha juu, nitaitoa kwenye layer ya hizi icon. Kwa hiyo nitaishusha chini kidogo hapo. Alafu nitazigroup hizi layer zote. Hizi icon na haya maneno yote nitayagroup yawe kwenye layer moja. Kwa hizi nitaziconvert to smart object ili isije kuaffect layer zingine. Alafu baada ya hapo nitachukua haya maneno and then na hii layer na hili group. Alafu nitagroup yote pamoja. Tukizima tumezima vyote. Alafu nita rename, nitaandika content. Alafu nita convert to smart object ili tusizichezeshi tena kwa sababu tumeshazitengeneza tayari. Kwa hiyo nitagusa ile nitabonyeza control A kuzialign zikae center. Kwa hiyo nitaziweka center kama hivyo. And then nita add logo chini. Nitaongeza logo. Kwa hiyo nitaweka logo za labda za mashindano. Kwa hiyo nitakuja kwenye place embed au logo za wadhamini au kama hivyo. Kwa hiyo nitatafuta logo mathalan tuweke hii hapa. Nita-scale kidogo. And then nitaweka logo nyingine. Kwa hiyo niweke mathalan logo ziwe kama 3 ambazo zitakuwa kama logo za wadhamini. Place embed. Hapa natolea mfano tu wa logo, sio lazima utumie logo hizi. Mfano labda nitaweka na hiyo hapo. Alafu nitaipa color overlay nyeupe. Nitaipa white. Ili zionekane vizuri. Kwa hiyo na hii nyeusi nitaipa color overlay nyeupe. And then nitazigusa zote 3, nitazialign kwanza zilingane and then zikae center kama hivi, ziachane space kidogo. Alafu nitazigusa zote 3, alafu nitazigroup, alafu nitaziweka katikati. Nitapiga control A then nitazialign center. Pale juu kidogo. Nafikiri unaona kitu ambacho tumekipata. Kwa hiyo hii picha ya mtoto ni ndogo, kwa hiyo nitapunguza maneno ya hii title yetu beach volleyball. Nitaipunguza kidogo. Nita group pia ili tuwe na group la text tu. Kwa hapa nitaandika text. Alafu nita scale, alafu nataka hii picha ya mtoto iwe juu. Mimi ionekane sana, kwa hiyo nitaipunguza kidogo kama hivyo. Alafu nitakuza hii picha. Kwa hiyo nitagusa picha background na huyo mtoto kwa sababu zote ni layer moja, nitascale iwe kubwa kama hivyo. Kwa kutengeneza kitu kama hichi hapa. Kwa hiyo nafikiri umepata kitu na umeelewa kitu jinsi ya kutengeneza poster za michezo kama hivi. Karibu kwenye channel yangu, uendelee kufuatilia video zangu kujifunza tip nyingi na kujifunza
tutorial mbalimbali zaidi kuhusu Adobe Photoshop. Asante.